Karibu, natumai uko poa. Aleki hapa, na hii ni ingine mbichi na imeiva. Hii ni moto na hii ni ingine mwecheche. Na kama wewe ni msee chachiko, hata kama wewe si msee chachiko, kemba hii ni yako, au sio? Neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Methali. Hekima yaongea kama mtu. Neno linasema hivi: je, hekima haipazi sauti? Je, utambuzi hauinui sauti yake? Kwenye sehemu zilizoinuka pembeni mwa barabara, usimama kwenye makutano ya barabara. Karibu na malango yanayoelekea jijini, kwenye njia zinazoelekea milangoni, uendelea kulia kwa sauti kubwa: ninawaita, enyi watu, ninawaita. Ninampazia sauti kila mtu. Enyi wajinga, jifunzeni werevu. Enyi wapumbavu, jipatieni moyo wenye uelewaji. Sikilizeni, kwa maana ninayosema ni muhimu. Midomo yangu husema yaliyo sawa, kwa maana kinywa changu husema ukweli kwa sauti ya chini, na midomo yangu huchukia jambo ovu. Maneno yote ya kinywa changu ni ya uadilifu. Hakuna neno hata moja linalopinda wala kupotoka. Yote yako wazi kabisa kwa mtu mwenye utambuzi, nayo ni sawa kwa wale ambao wamepata ujuzi. Chukueni nidhamu yangu badala ya fedha, na ujuzi badala ya dhahabu bora zaidi, kwa maana hekima ni bora kuliko marijani. Vitu vingine vyote vinavyotamanika haviwezi kulinganishwa nayo. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Methali ni kitabu ambacho kiliandikwa na Sulemani, Aguri na Lemueli wakiwa Yerusalemu. Proverbs chapter 8 verse 1 to 11. Na pia vile ningependa tusikie neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Mhubiri. Na hekima haidhaminiwi siku zote. Neno linasema hivi: niliona pia jambo hili kuhusu hekima chini ya jua, nalo likanivutia. Kulikuwa na jiji ndogo lenye wanaume wachache, na mfalme mwenye nguvu akaja akalizingira na kujenga ukuta mkubwa ili kulishambulia. Mtu fulani maskini lakini mwenye hekima alipatikana katika jiji hilo, naye akaliokoa kwa hekima yake. Lakini hakuna aliyemkumbuka masikini huyo. Basi nikajiambia, hekima ni bora kuliko nguvu. Hata hivyo, hekima ya maskini hudharauliwa, na maneno yake hayasikilizwi. Ni afadhali kusikiliza maneno matulivu ya wenye hekima kuliko kelele za yule anayetawala miongoni mwa wajinga. Hekima ni bora kuliko silaha za vita, lakini mtenda dhambi mmoja tu anaweza kuharibu mambo mengi mazuri. Kwa hiyo nimejifunza kwamba hekima ni bora kuliko nguvu, lakini
hekima ya maskini udharauliwa na maneno yake hayasikilizwi, na hekima ni bora kuliko silaha za vita. Na tukumbuke kwamba kitabu hiki cha Mhubiri ambacho ni kitabu cha Ecclesiastes kiliandikwa na Sulemani akiwa Yerusalemu. Ecclesiastes chapter 9 verse 13 to 18. Uncompromised and undiluted word of God. Tukutane Galilaya. Haleluya! Hii ni neno la Mungu. Bado tunazidi kuwasha taa zaidi na zaidi, maana ili neno la Mungu ni nuru kamili ya ulimwengu huu, na katika haya maisha ni safari ya kupiga shangwe tele na kutukuza. It can never be otherwise. God bless you guys, na tuzidi kuishi katika hii nuru siku zote, maana sisi ni wale wana wa nuru, nasi ndio tupo kumtumikia huyu Mwenyezi Mungu kikamilifu kila wakati bila usumbufu wowote, na bila shaka tupate nuru, au sio? Na tuyafurahie haya maisha siku zote vile inafaa. Tujibambe, tujinice na tujiachie kwake Mwenyezi Mungu. Thank you so much. God bless you. Big up.